Jambo la pili, niseme mimi nimefurahi vile wazee wameongea leo kwa sauti moja. And looking at this tent, mimi najua ya kwamba na naamini ile mambo mmesema mnamaanisha hiyo mambo, na hivyo ndio mmepanga kufanya. Unajua, unaweza angalia umati uone hawa wanakupanga, na unaweza angalia watu uone hawa wameamua. Mumeamua hamjaamua? Mumeamua hamjaamua? Nimesikia kwamba mumesema mumefurahi vile rais, kwa sababu tulikuwa na bendera ikatuletea matatizo kidogo kidogo hapa na pale. Sasa tukaona hii bendera si ya mtu. Nikaambia rais, unajua hii bendera sio ya mtu binafsi. Hata mimi niko na bendera, sio yangu mimi binafsi, ni ya jamii. Kwa sababu katika katiba ya Kenya inasema serikali ya Kenya iundwe ikizingatia usawa wa jamii zote za Jamhuri ya Kenya. Wale wanaelewa kizungu inasema the government of Kenya must reflect the face of Kenya and the diversity of the people and cultures of Kenya. Katiba ndio imesema hivyo. Kwa hivyo wakati rais anaunda serikali, anaangalia pande ile, anatoa waziri pale. Anaangalia pande nyingine ya Kenya, anatoa waziri, anatoa PS, anatoa mtu mwingine mkubwa. Ndio jamii zote za Kenya ziwe zimewakilishwa. Hule mtu anapata hiyo nafasi ya kubeba hiyo bendera, sio ati yeye ni mtu special. Sio ati yeye ni mjanja ama ni mwerevu ama yeye ndio hodari peke yake. Kuna watu wengi hata hodari kuliko yeye, lakini Mungu amemjalia. Rais pia amemfanyia heshima, na hiyo heshima sio ya huyo mtu binafsi. Wenye kufanywa heshima ni jamii na eneo na watu wa sehemu ile, kwa sababu tungetaka mawaziri na pia PSs na maafisa wakuu serikalini wawe wanaonyesha uso wa jamii zote za Kenya. So mheshimiwa alikuwa akipewa bendera, kwa sababu hii tulikuwa na matatizo kidogo, tukasema inapeanwa kwa sababu tuko na matatizo kidogo pale Embu, lakini kwa sababu bendera sio ya mtu binafsi, wacha tutafute mtu mwingine kwa niaba ya jamii ya Mbere na kwa niaba ya kaunti ya Embu, kwa sababu hakuna waziri mwingine anatoka kaunti hii ya Embu. So my younger brother Roko, hiyo